situations are as nothing. They are like a drop of water in a bucket. Yani mikononi mwa Mungu, hata mataifa yote, they are just like a drop of water in the bucket. Kuna watu wanangojewa na mataifa hapa, rekabaganda, lakini maombi yako yako chini. Ninasema moto wa maombi uwake juu yako. In the name of Jesus. 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 I release you from the attack of the enemy in your prayer life. Hey, 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 hey. The benefits of prayer. The benefits of prayer. Na ninapoongea juu ya the benefits of prayer, ninajua wengine pengine ungetaka kusikia jambo lingine mpya ama ufunuo mwingine ambao unasema huu ni ufunuo unatoka ufunuo mkubwa sana. The revelation of prayer is a great revelation in the life of a believer. As the Bible says that God has given us to understand the mysteries of the kingdom, the mystery of prayer is a great but implemented. I can tell you that there is a lot of talk about prayer, but very little prayer going on. Now, James anasema in verse 22, we should not be deceived. The Bible says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. I want to tell you that there is a deception in the church that because we have been talking about prayer, we are praying as we ought. But I want to tell you that is a deception. We are not praying as we ought to pray. Bwana asifiwe sana. Na I thank God ya kwamba ninapoongea hivyo, ninaongea nikiwa katika ministry ya maombi. Unajua kuna mtu mwingine akisimama hapa aseme hamuombi, utasema huyu sasa naye anapiga maombi na haombi. Bwana asifiwe sana. I thank God I'm in the ministry of prayer. I know even in my personal life, I have not been able to pray as is greater than the testimony of men. And you know, about my ministry, about my destiny. I know there are so many people who care about what people are telling you. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo wakati watu wanapo, Bwana asifiwe sana, you are a blessing, you are a great servant of God, and these all messages are good. They inspire, they encourage us. But we need the report of the Lord. What is God saying about me? You know, watu wanaweza kusema unaendelea vizuri, lakini ukisikia Mungu anasema amemaliza Wamaleki, hata kuna mfalme amemashika hapo Agagi, hata kuna kondoo zingine hapo na ng'ombe, anasema ni za kutolea Mungu dhabihu. Watu wangeenda wakisema mimi ndiye dona dugata teno, mimi sijawahi kuona mtumishi kama huyu. Lakini the report of the Lord was saying you are a rebellious servant. Praise the name of the living God. Hallelujah. So it's not just about what people say about you. It is about what is God saying about you. Because the report of the Lord is greater than your destiny is in the hands of God. And so I want to tell you, church, that we have not prayed as we ought to pray. And so as I speak on the benefits of prayer, it's my cry that God will help us. I know we have been trying to do as much as we can, but deep in me I still have a conviction. Like Jesus told Martha and Mary, that Martha, you are troubled by so many things. But Mary has chosen what is important, to be at the master's feet. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. We can be busy with so many things, but there is one thing that is more important, to be at the master's feet. Bwana asifiwe sana. Wale wamesikia juu ya maombi na testimonies za maombi, like wale wamesoma vitabu vya
Kuna mtumishi mmoja ameandika vitabu nyingi za intercession, anaitwa Zechariah Fomam Tani. Na kuna wakati nilikuwa nasoma vitabu zake na aliniguza sana kuona mtu ambaye anaomba 16 hours. Bwana asifiwe sana. Unajua wengine tukiomba dakika 45, sema tuhoete, tumeomba. Mpaka saa hiyo unaanza kukata jasho. Jina Bwana ipewe sifa. Wakati niongea na mtumishi wa Mungu ambaye ameenda kule Korea Prayer Center, akaniambia bila kuondoka pale haendi hata kwa choo. Holy Ghost ana take control of everything. 2 hours. Bwana asifiwe sana. Tunaombaga ukitembea kama kuku inataka kutaga mayai. Na hata ukitembea hivyo, unaangalia sasa ni saa imeharibika ama what is happening. Sasa hiyo unafikiria umeomba. Jina la Bwana lipewe. Katika taifa hili na katika majira haya hakitawezekana hata kile Mungu anataka kufanya Kitengera na Kajiado County, hakitawezekana kama kiwango chetu cha maombi hakitaweza kuinuliwa. Lazima kiwango chetu cha maombi kifauti. Maybe unaweza kusema huyu apostle amekuja hapa kwani ni wa kanisa gani? Na vile sisi tunaombanga, tunasemanga Lord's Prayer mara 20. Fix your eyes unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Yesu ndiye mfano wetu mzuri inapofika kuari. In the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Very early, wakati bado kuna giza, amuka mapema masaa ya saa 9 huko, anaenda kuomba. Yesu ndiye mfano wetu mzuri wa maombi, ya kwamba angeamuka usiku mapema. Ukisoma Luke chapter 6 verse 12, unaona ya kwamba alikuwa anaenda mpaka kwa kukesha akiomba. One of those days Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God in a mountainside. Bishop Hilam, karibu sana. Na inaona watu wetu National Prayer Team wako hapa wengi. Mungu abariki sana. Nilikuwa nimeona Bishop Ruth Mwanza ama ni jana. Tunashukuru sana. So yes, kuna wakati nienda Nakuru, Mungu aliniambia usingojee watu wakuje kwa kesha. Wewe ndio nimeita. Enda ukakeshe peke yako. Mungu akaniambia watu wawili wakija wamekuja kukusaidia. Lakini unajua problem yetu, si tunapangianga watu kesha, na tunaendaga kuhubiria watu kesha. Kwanza kesha za siku hizi ni mbaya sana. Ulienda tu kuhubiria watu. Hii ya Yesu hakuwa na washirika. Ameenda peke yake. Na hayuko ndani ya kanisa, ako kwa mlima. Praise the name of the living God. Hallelujah. Anaomba. Yesu ndiye mfano wetu mzuri wa maombi. Kwa sababu yeye ni mfano ya kwamba ijapokuwa he was 100% God, he was 100% man. Alikuwa kama sisi. Atuambia na sisi tutafanya zaidi ya vile alivyofanya. In the book of during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Praise the name of the living God. It is not just about the quantity of prayer. It is the quality of prayer. Unajua unaweza kuspenda hata siku mzima, but the quality haiko. Uko na quantity. Umesema the Lord's Prayer, the quality of prayer. The Bible says that Jesus offered up prayers and petitions with loud cries and tears. Hii ni kuonyesha maombi yake yalikuwa yanatoka kilindini cha moyo wake. And the Bible says he was heard
because of his reverent submission. He revered God and submitted to the will of God. Wengine tunataka kuomba, but reverence ya Mungu haiko. Kicho, because we don't revere God. We don't submit to God. We are living in rebellion. We are living in sin. So the of prayer, COKDF, L, D, F. L, length. D, depth. F, frequency. Length. Jesus said to his disciples, could you not pray? How much time can you spend in the presence of God, especially alone? Can you spend 3 hours? Can you go a whole night kesha like Jesus? Alone. Wengine hata kwa nyumba yako. Wacha Yesu alikuwa anaenda kwa mlima. Kesha nje usiku mzima. Wewe unaweza kukesha peke yako, ukae masaa 8 peke yako. The length of your prayer, depth. Biblia inasema kule Gethsemane, hata hapa Hebrews, Yesu alikuwa anaomba with loud cries and tears. Look at the level of surrender. You know, the Bible says Elijah was a man like us, of the same passion, but he prayed fervently. He prayed from the heart of hearts. Praise the name of the living God. Maombi yake yalikuwa yanatoka kilindini cha moyo wake. Yesu naye alikuwa anatoa maombi kilindini cha moyo wake. Gethsemane aliomba, jasho yake ikabadilika ikawa matone ya damu. The depth, how deep can you go? Bwana asifiwe sana. Sio kuchapa chapa tu lugha hapo, rabarabaraba, robo labarabaraba, labarabaraba. And then unasema tumechapa maombi 3 hours. Na saa hiyo unachapa lugha na message ikigia kwa simu unaangalia robo. Zingine hata unarudisha rabarabaraba. Rabalabala unaya anapiga nini? Rabalabala nini? Wekelea nusu. Rabarabaraba. Tubukiza. Jina Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Unajua kuna maombi unaweza omba hata ukiwa kwa nyumba, mlango inagonga hauwezi kusikia, because you are not there. Praise the name of the living God. You are lost in the spirit. You are communing and interacting with God. Praise the name of the living God. So the depth, how deep? All of us know, bila kujidanganya, ya kwamba kuna wakati unaomba maombi na unasikia maombi yale nimeomba leo ni quality. Ni maombi yaliyo na uguzo. Kuna mahali leo nimeguza. Kuna mahali leo nimefika. Bila kujidanganya. The frequency, the Bible says, as usual, as it was his custom. Jesus had a custom. Bwana apewe sifa. Ya kuomba kila wakati. Hakuwa naomba tu mara moja. Wengine pengine tuliomba Januari, tulifunga Januari, saa hizi tumeondoka kwa kufunga. Maombi ni discipline. Bwana asifiwe sana. Unapanga masaa yako ya kuomba, kama ni asubuhi, kama ni kesha moja kila wiki, kama ni kufunga siku moja ama 2 ama 3 kila wiki. Maombi ni discipline. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. May the Lord pour. Let me give you 5 reasons of prayer. Kwa nini tuombe? Unajua mwanadamu ako na kitu kinaitwa voice of reason. Yani, kama hana haja na kitu, hawezi kukidhamini. The reason watu wanaamuka wanaenda kazi for 20 years, for 30 years, na huyo mtu anaamukanga saa 11 ndio afike kazi saa 2, ni kwa sababu mwisho wa mwezi kuna 28,000. Gizi ni mtamu namna gani? Hata kama alilala kama amechelewa, ikifika hiyo saa
lazima amuke. Wakati mwingine hata unaamuka wakati hausikii vizuri, mwili unasikia ni kama wewe ni mgonjwa, lakini unajua hapa nikikosa kwenda unga haitapatikana. Hiyo sababu tu ya mshahara inakufanya sio mwaka moja, sio miaka 2. Wengine wanalipwa peanuts, pesa ambayo hata kutaja hapa ni pesa ya aibu. Na tunahitaji Mungu aingilie kati. Ukiona the statistics tuko nazo, we need divine intervention. Praise the name of the living God. Za hata watu wengi ambao hawana kazi, lakini siku ya leo ninakupatia kazi. Maombi ni kazi na yanafanya kazi katika jina la Yesu. Na wale pia mko na kazi, hiyo kazi siwezi kuidhamini kama vile ninavyodhamini kazi ya maombi. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Mimi najua mahali maombi ilinitoa. Mimi nipenda sana wakati nimepangwa kazi usiku, because nikipangwa usiku ni wiki yangu ya fasting. Nikipanda pale juu ni maombi. So ninalipwa kukesha. Nimeandikwa kuwatch peke yake, lakini mimi naongeza prayer. Prayer is for my benefit. Praise the name of the living God. Mimi nikijua kule maombi yamenitoa, namwambia Bwana nisaidie kuomba zaidi. Through prayer you build your relationship with God. Wacha niseme ya kwamba katika maisha haya kila mtu anapenda kuitanishwa na mtu mkubwa. Hata kuna mtu ananiangalia hapa anasema, "In the name of the living God." Lakini kuna relationship ambao ni zaidi ya kujuana na wanadamu wote hapa duniani. Bwana asifiwe. Kumejaa laini. Ukienda kwa ofisi ya senator kumejaa laini. Ukienda kwa governor unaweza kaa huko siku 3 bila kumuona. Ukienda kanisani, ofisi ya Mungu, hakuna watu. Because the Bible says my house will be called a house of prayer. Mahali ambapo Mungu anasema simuje muniombe. Makanisa mengi yanafungwa Jumapili, yanafunguliwa Jumapili. Lakini kuanzia Monday mpaka Saturday watu wamezunguka, wametafuta wachungaji, wametafuta MCA, wametafuta chief, wametafuta nani. Kwanza kuona watu wengine ni bahati. Praise the name of the living God. Lakini ni wangapi ambao the Bible says in Isaiah chapter 64 and verse 7 part A, Isaiah 64 inasema, "No one calls on your name or strives to lay hold of you." There is no one who is calling the name of the Lord or striving. Yani anajisumbua, anasema naweza shika Mungu namna gani, naweza pata Mungu namna gani. Watu wote wanatafuta wanadamu wa dunia. Bwana asifiwe sana. Apostle nimekutafuta sana. Mtu anaweza ona MP wa hapa namna gani. Naye senator kwanza huyo kumfikia, sijui mtu anaweza kufikia namna gani. Kila mtu anatafuta godfather, godmother, mtu ninayeweza kujua nisaidie. Lakini imagine uko na opportunity ya kujuana na Mungu wa mbinguni, the creator of heaven and earth. And the Bible says if God is for you, who can be against you? Praise the name of the living God. Hallelujah. Wakati nijua hii siri nisema sitasumbuliwa kutafuta wanadamu, nitatafuta Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nitatafuta Mungu. Ninakumbuka miaka kama 7-8, nilikuwa almost 10 years, nikakutana na watumishi wa Mungu akaniambia, "Apostle, na wewe tunaweza taka tukupeleke kwa president, ndio hata ajue ile kazi unafanya." Kawaambia, "Hapana. Wakati wa Mungu utafika." Bwana asifiwe sana. Siku moja nilipigiwa tu simu na president na deputy, nikaambiwa, "Tunataka kuja kanisani kwako hii Jumapili na tunataka tu kuja kuabudu." Wakati walifika tukaingia na wao kwa ofisi, tukakaa tunao hapa tukaongea. Bwana asifiwe sana. Bila kusumbuka. Jina Bwana ipewe sifa. Na mambo mengi Mungu amefanya bila kusumbuka kutafuta wanadamu. Unasumbuka kutafuta Mungu
ambaye ni zaidi ya wanadamu wote. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wewe ambao uko hapo unasema sina mtu wa kunisaidia, kama ndugu yangu angekuwa na uwezo, kama baba yangu angekuwa na uwezo. Uko na Baba wa mbinguni. Uko na Mungu anayekupenda. Amekuumba na mfano wake. Anasema nitafuteni. Lakini hakuna watu wanamtafuta. Watu hawana bidii ya kutafuta Mungu. Wachungaji wako na bidii ya kutafuta washirika. Praise the name of the living God. Hallelujah. Able to reach Mark 1 and went off to a solitary place where he prayed. And then, tuendelee, Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Yesu alikuwa wapi? Yesu alienda kutafuta Mungu. Simon wakakuja wakamwambia, wewe unatafuta Mungu. Watu wakubwa, wadogo, wote wanakutafuta. Jina Bwana ipewe sifa. Hallelujah. Wakati wewe unaenda house to house kuangalia ni mshirika gani hajatoa tithe, ni mgani hakuja kanisa Jumapili, kwa sababu ni wachache na hutaki hata mmoja apotee. Biblia inasema Yesu alikuwa anatafutwa na kila mtu. The whole city was at the door. Wanasema huyu Yesu ako wapi? Praise the name of the living God. Lakini naye siri yake ilikuwa kutafuta. Hata wale waliokunyima kazi watakutafuta. Hata waliokudharau watakutafuta. Hata wale waliokudunisha watakutafuta. Ukipata Jehova, umeenda huko kujificha. Na hapa si tunasumbuliwa, watu wamejaa hapa. Wote wanasema tunamtaka Yesu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Naye hana shughuli. Unaona wewe ile mambo inakuondoa kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Na unaita mchungaji, kuna vile ukishika Mungu watu watakutafuta. Because watu wanataka Mungu. Wakati yule mama Msamaria alikutana na Yesu, alienda mjini wote, akamwambia John muone nabii, mtu ambaye aliniambia mambo yale yote nimeshai kutenda. Yule mama, the Bible says she brought the whole city to Jesus. Mtu moja tu. So ukiwa na mshirika moja aone Mungu, ataleta kitengera yote kwako. Lakini ukiwa na washirika 10 na hawajaona Mungu, atakuwa nasema sasa hapa atatukileta watu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na hata sisi wenyewe shida zetu hazijatatuliwa, bado hatujaona Mungu. Unahitaji tu one member. Praise the name of the living God. Ukiwa na Mungu unahitaji tu mshirika mmoja. Yesu alipata mmoja, akaleta the whole city. Hey! Praise the name of the living God. Pokea neema ya Mungu kama vile Yesu alivyotafuta. Ni wewe, ni na tamak for the last 11 years. Na nikienda kila mahali hakuna mtu anayenipatia kazi. There is a position you can take with God. Watu wapewe burden yako. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Watu wapewe burden yako. Watu wakuwekee pesa kwa simu kabla haujaitisha. Wacha kusumbua watu kila saa. Uko na kitu. Nimesota. Nakwambia nitakuwekea 200. Unamwambia wacha nikutumie namba hii, iko na fuliza. Usiweke kwa hii. Ukiweka kwa hii zitaenda zote. Wewe wacha hizi shida zako. Pokea neema ya maombi. Kuna Mungu anayekupenda. Kuna Mungu We could pray more. I still wish in my life if I could pray more. Bwana asifiwe sana.
Because I know what God can do. Because I know what a relationship with God means. Mungu akikuweka tik. Bwana asifiwe sana. Ukipita Bwana asifiwe sana. Alitupita namna gani? Kwa sababu interview ya Mungu ndio ya mwisho. Praise the name of the living God. Kuna wakati moja nilikuwa nimetoroka kwa huduma, nikaenda kwa Bible school. Na nikiwa kwa Bible school, because nilikuwa napenda maombi, nilikuwa naamuka mapema, wanafunzi wale wengine wamelala, naenda, tulikuwa na chapo saa 11, saa 10:30 niko pale naomba. Asubuhi moja nikiomba, Mungu akaniuliza, nani alikutuma huko? You know, I was running because kulikuwa na a lot of challenges. So Mungu akaniuliza, nani alikutuma huko? Nikamwambia, Mungu, nilikuja hapa kusoma ili niweze kuhubiri vizuri. Mungu akaniambia, rudi kwa shule yangu. Mungu ako na shule yake. Bwana asifiwe sana. Nikajua Mungu anakuanga na shule ya hiyo, mambo unapitia ni shule ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ukisimama, hata Yesu alimwambia Mungu, ondoa hiki kikombe, lakini Baba, kama ni mapenzi yako lazima nikunywe, nipatie nguvu. Malaika wakakuja wakamtia nguvu. Sasa ako na jina ambalo ni zaidi ya macho yanapona. Katika jina lake mapepo yanatoroka. Kwa sababu alienda shule ya Mungu na akapita. Uliza jirani, wewe shule ya Mungu? Wakati nilikuwa shule ya Mungu, kitu moja nilijifundisha, Mungu anakufundisha kukosa kuambia watu shida zako. I remember siku moja nilikuwa nimeenda kutembelea wapendwa pale Mathare North. Nilikuwa napaka pale Ziwani mahali kwa kiosk, ambapo nilikuwa wakati huo nimewacha tu kazi na niko katika mwanzo wa maisha ya huduma. So hawa wapendwa wakanizidikisha, lakini sina fare, na imefika saa 3 ya usiku. Na shule hii ambao niko, nimeambiwa usiambie watu shida zako. Sasa nikashindwa hapa, nilete story ya shida ya pesa? Yaani unajaribu kimwanadamu tu, lakini unasikia haingii. Finally tukafika stage, matatu ndio hiyo, nikaingia. Because sasa utasema namna gani? Na ni usiku, hauwezi kusema nitaenda miguu. Nikasema sasa, Mungu, kama katika hii shule siwezi ambia mtu shida yangu, kiumane. Nikaingia kwa gari, wapendwa wakageuka. Wakiwa wanaenda, nikaona mmoja amerudi. Akakuja na kanoti, amekuja hivi akanipatia kwa dirisha. Ilikuwa ni shilingi 200. Bwana asifiwe sana. Nikasema, gai na wahonokia. Mungu, umeniokoa hapa. Yaani nimenyamaza tu mpaka wewe mwenyewe tu umeingilia kati. Inaitangwa shule ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Shule ya Mungu hauambii watu shida zako. I remember even there is a friend of mine ambaye nilikuwa nimemsimamia harusi na akaenda Ireland. So akiwa kule akanitumia marafiki zake wazungu waweze kunisaidia. Walipokuja wakaniambia, utachange jina ya ministry yako ikae kama ministry yetu kule Uingereza na nini. Mungu akaniambia, usiuze urithi wako. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sasa ule rafiki yangu aliniambia, Kimani, ne wale gafio guteithio na niguo wena thina. Kimani, umekataa kusaidiwa. Yenyewe siku hizo tulikuwa na shida. Watoto wetu wakiwa wadogo, baada ya kununua napi tulikuwa tunanunua t-shirt za mtumba. Hapo ndio tulikuwa tumefika. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa Mungu ameniambia nisikubali kusaidiwa, niendelee kumwangalia. Inaitwa shule ya Mungu. Mungu wapendwa, anataka muwe na uhusiano na yeye. That is how I learned to pray and to make a relationship. Because Mungu ananiambia, sio huyu atakusaidia, sio watu wale wako na pesa watakao kusaidia, sio wazungu. Sasa ministry kama hii ambao tuko naye, tungekuwa tunalituma ripoti kule Uingereza.
Na wakati mwingine kwa MBCM mnaona wazungu wawili watatu wanakuja kusurvey kama pesa yao inatumika vizuri. But I thank God today, I'm not accountable to any man. I am accountable to the God of heaven. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hakuna mtu utawahi kuona kwa project zetu zote, iwe ni Heaven's Gate, iwe ni kule tunajenga, praise the name, ama kule mambo yale tumefanya, iwe ni media, hakuna mtu niko accountable kwake. I am only accountable to the God of heaven. Praise the name of the living God. Kwa sababu aliniambia mimi ndiye nitakaye kusaidia. Praise the name of the living God. Isaiah 41, ukisoma from verse 14, ama tuanzie verse 10, Biblia inasema hivi, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I'll strengthen you and help you. I'll uphold you with my righteous right hand. What a promise. Yani Mungu anasema usiogope, niko na wewe, usiwe na shaka, mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika na mkono wangu wa kulia wa utakatifu. Then verse 12 inasema ya kwamba all those who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Because kuna watu unafika mahali watu wanasema hii Biblia Kimani anabebanga, nani atamsaidia? All those who rage against you will be surely ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. Then asema, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I'll help you. Hey, do not be afraid, O warm Jacob, O little Israel, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Mungu anarudia mara nyingi, anasema ni mimi nitakaye kusaidia. Wakati Mungu amekuita kanisa, Mungu ametuita, sio tuaibike. Neno linasema yule amwaminie hata aibika. God is not in the business of shaming those who trust in him. He is in the business of delivering them in the mighty name of Jesus. Hey, I'll help you. I will uphold you with my righteous right hand. Bwana asifiwe sana. Imagine Mungu anasema nani atakaye kuja nimsaidie? Nani atakaye kuja? Isaiah, ukisoma Isaiah 31, Mungu hata anasema kwa nini hamuji kwangu kutafuta msaada? Mnaenda Misri. Isaiah 31 from verse 1 inasema, woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots and in the great strength of their horsemen, but do not look to the Holy One of Israel or seek help from the Lord. Yet he is too wise and can bring disaster. He does not take back his words. He rise up against the house of the wicked, against those who help evildoers. Mungu anasema ole wao waendao Misri kutafuta msaada, wanaotegemea wingi wa farasi. So Mungu anasema hata kama uko hapa na uko na masomo, hata kama uko hapa na your husband is rich, or your family is an elite family, iko na uwezo mkubwa, Mungu anasema he is also too wise and can bring disaster. Mungu akona aliambiwa naweza kukuzungumzia kwa mfalme, akasema mimi sina problem, hao ni watu tunakuanga na wao jioni, lakini mama ni tasa. Yani she is a well to do woman. She is considered a curse, a disgrace, but she cannot do anything about it with her money, with her connections. Sometimes you may have all the connections you think that can work for you, but a time comes that God brings disaster. And that disaster, there is no one who can help you. You go even to the best doctor. Wanakwambia this one, maybe you live for the rest of your life on medication, but we don't have a solution. Praise the name of the living God. Hallelujah. Prayer helps you to build
a relationship, a personal relationship. Not a relationship that depends on your church or your pastor. A relationship that is between you and your God. That I know him and he knows me. We have been walking with him. I have a covenant with him. He has brought me into a place of agreement. I can speak to him. Praise the name of the living God. Prayer brings you to a place of relationship. Remember, the Bible says in the book of, is it Job 35 and verse 6, that God is mighty and he despises no one. That means when you are building a relationship with God, if you sin out, no, should be that he's something. Tafuta hapo. He is mighty, but he despises. Watakudunisha tu. Watakuangalia mavazi tu. Watakuangalia nywele, waone nywele yako hata imemea ingine juu yake. Waone wewe ni mtu amejawa na shida. Na hawata kuheshimu. Lakini Mungu anasema yeye ni mkuu, lakini hadharau. Wanadamu wanaweza kukudharau. 36:5. God is mighty, but does not despise men. He is mighty and firm in his purpose. Being firm in his purpose inamaanisha ya kwamba ako na kusudi na kila mmoja wetu. Yaani haangalia Apostle Kimani anasema huyu ni very special, lakini yule mwingine nilimuumba tu wa kujaza viti kanisani. Hapana. Mungu ako na God's workmanship, Ephesians chapter 2 verse 10, created in Christ Jesus to do good works that were prepared for us in advance to walk in them. Hakuna mtu ambaye aliumbwa bure. So Mungu ni mkuu na hamdharau. Unajua sisi tunadharau watu wako chini kwa sababu hatujui kile wamebeba. Lakini unasahau ya kwamba watu wale siku ya leo wako juu walikuwa chini. Na ni Mungu aliwatoa mavumbini akawaketisha na wafalme. Sasa unatakaje Mungu adharau mtu wako chini na yeye ndiye hutoa watu chini? Hawezi dharau mtu hata kama analala kwa barabara. Hawezi dharau because amefanya watu mamilionea na mabilionea, akawatoa kwa street, akawatoa katika vitanda in their deathbed. They had given up to death. Lakini Mungu anawaponya na anawainua. So Mungu hawezi kukudharau. Sasa imagine Mungu kama huyu. Utashindwaje kuja na uhusiano na yeye? Mungu ambaye, unajua hapa kama tungeambiwa sisi wote tuwe na nafasi ya kuwa na relationship na president wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Kila mtu angeput a smile on their face. Wow. Praise the name of the living God. But do you value your relationship with God? The King of Kings and the Lord of Lords. Praise the name of the living God. That relationship can become a reality in your prayer closet. Na hata kama uko hapa na wewe ni mwenye dhambi, ama dini yako pengine kuna mambo hauelewi, go to your prayer closet. Funga mlango, piga magoti, mwambie Mungu, mimi sikujui kama vile wahubiri wale wakubwa huwa wanaongea juu yako. Mimi sina testimony kubwa, lakini natamani nikujue. Just begin your journey from a sincere position. Ya kwamba kama wewe uko na wewe ni Mungu aliyeniumba, nisaidie tu. I remember in my salvation, mimi sikuwa church goer, lakini nilikaa miezi 3 na nikisema mimi nitaokoka. Na mimi nikiokoka sitaki kuwa mnafiki. Na mimi nikiokoka nitamtumikia Mungu. Na nilikuwa tu mwenye dhambi. Lakini nikawa na hiyo shauku. Nikaandika mambo 15 ambayo nilikuwa najua afurahishi Mungu. Nikasema na mimi sitaki kuwa mguu mmoja ndani na mwingine nje. Nikiokoka nataka niachane na haya mambo yote. Na kama siachi, siokoki. Unaanza safari from a place of sincerity. Sasa watu wengine tuko kanisani na unafiki umejaa. Praise the name of the living God. You are living a double life. How do you want God to come to you? God desires truth from the innermost place. Mungu anatamani ukweli. Hata kama wewe ni mwenye dhambi, mwambie Bwana, ndio mimi niko na shida hii, lakini nakutamani. Unaweza kunisaidia? The Bible says he is able to save completely
those who come to him through Jesus Christ. Ako na uwezo wa kuokoa kabisa, akutoe kwa dhambi, kwa magonjwa, kwa shida, kwa sababu yeye ni Mungu. Praise the name of the living God. May you enter into a better relationship with God. In the mighty name of Jesus. Situwe na watu katika kizazi chetu kama Abraham. He was a friend of God. Tuwe na watu ambao ni marafiki wa Mungu. Uko na marafiki wengi, but some friends will never add value to your life. And you spend a lot of time with them. But there is a God in heaven who can add value to your life. Praise the name of the living God. And he desires to have a relationship with you. Why? Because he gave his only son, so that whoever believes in him may not perish, but have eternal life. And when he died on the cross, the curtain of the temple was torn into two, so that it is not only the high priest who enters into the Holy of Holies. Each one of us, the curtain of the temple was torn into two, so that all of us, through Jesus Christ, we may have access to the Father through the same and one Spirit. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sio tu mitume na manabii na mabishop walio na access na Mungu. Kitambaa kilipasuka, kila mmoja wenu mko na access. Hata watoto wako na access. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni kupata tu ufunuo ya kwamba mimi vile niko, uwe mweusi, uwe mweupe, mfupi, mrefu, doesn't matter, uwe uko na pesa, hauna pesa, Mungu hana shida hizo za watu. Uwe uko na nguo ya mtuba, uwe ununua kwa boutique, Mungu hana shida na hizo manguo umevaa. Unaweza kwenda uingie. The Bible says we approach the throne of grace with confidence. Praise the name of the living God. So that you may receive grace to help you in time of need. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, nyakati ambazo tunazoishi, niliangalia wakati wa COVID, nikasema kumbe inaweza fika mpaka wapa pesa. Nilipoona Amerika watu zaidi ya 2,000 wanakufa kila siku, mahali ambapo huwa tunatoa misaada, nikaomba kumbe inaweza fika hata wale wanaosaidia. Ndio Biblia inaendelea kusema, ukisoma in that Isaiah 31, mahali tumesoma, ukiendelea verse 3, verse 2 imesema he is also too wise, he can cause disaster. Na tumeona wakati wa COVID, Mungu anaachilia disaster ambayo inafanya kila mtu but the Egyptians are men, are not God. Their horses are fresh, are not spirit. When the Lord stretches out his hand, he who helps will stumble. He who is helped will fall. Both will perish together. Moteithio na moteithania. Mwenye kusaidiwa, mwenye kusaidiana. Praise the name of the living God. Na kwetu ndio kuko na shida. Mimi nashukuru Mungu alituokoa wakati wa COVID, kwa sababu walitarajia tutaanguka kwa barabara, kube sisi hatukutegemea technology na hatukuwa na mahospitali ya juu, lakini tunaye msaidizi ambaye alitusaidia. Mungu wetu alituhurumia. Wengine tungetoa ventilator wapi? Bwana asifiwe sana. Na unajua hizo vitu matajiri walinunua zote wakajiwekea kwa nyumba, hazikuwa zinapatikana, na wengine walikufa wakiwa nazo. Niona mama moja alikufa, alikuwa anavaa mpaka gloves akikusalimia, na bado alikufa. Mimi nilikuwa naangalia vile watu wanavaa mask. Unajua mimi I hated the mask. Wacha niongee tu kweli. Hata kama kuna mahali nilikuwa nafanya makosa, mimi ni kukosa kuvaa mask. Lakini saa hizi hatushikwi na polisi. Lakini mimi nilichukia hiyo kitu. Nilikuwa ninaona hii kitu kinakufanya unakaa helpless. Na unaona kila mtu mpaka president wanavaa, amezungukwa na jeshi, lakini yako na mask. Bwana asifiwe sana. Yani unaona the helplessness. Yani hata mahali unasema niko na Godfather, niko na Godmother, kumbe hata hapo hakuna msaada wa kutosha. Praise the name of the living God.
Wengine Mungu alitulinda. I remember wakati moja nilikuwa nataka kusafiri na nikaenda hospitali kufanyiwa ile ilikuwa inaitwa nini? Sio vaccination, hiyo ingine COVID test. Sasa ilikuwa Monday, nikapatikana niko na COVID. Haya, nikasema mtu akiwa na COVID anakaa kama mimi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nikakaa naye wiki hiyo, alafu baada ya wiki moja nikaenda nikapimwa, nikaambiwa tena imekwisha. Bwana asifiwe sana. Nikasema asante Bwana, umesema tutapita katika maji mengi, lakini hayatatubeba. Utapita katika moto, lakini moto hautatuchoma. Praise the name of the living God. Hallelujah. Pokea kuwa na uhusiano na Mungu. Mwambie, Mungu wangu na Baba yangu, ninakupenda. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Duniani juu mbinguni mimi sina mwingine wa kutegemea. Katika jina la Yesu Kristo, ondoa msaada wako kwa wanadamu. Weka msaada wako kwa Mungu. Mwambie, Bwana nitakutegemea. Ukiwa mchungaji usitegemee washirika. Mwambie, Bwana nitakutegemea. Bwana nitakutegemea. Hata kama mume wako, mke wako wako na pesa, mwambie, Bwana nitakutegemea. Wangapi waliwachwa wajane? Mwambie, Bwana nitakutegemea. Wangapi walipatwa na shida ambazo pesa hazingeondoa? Mwambie, Bwana nitakutegemea. Bwana nitakutegemea. In the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Sasa masaa yangu yameenda kidogo. Hizi zingine kama wacha ni kupatia kwa haraka. So prayer tumesema number 1, it builds your relationship with God. Number 2, prayer gives you strength. Prayer gives you divine strength. Divine strength. Divine enablement. Praise the name of the living God. Katika maombi kuna nguvu ambazo tunazopata. It's a kind of infusion. You are infused with God's life in you. Wakati mnakaa na Mungu, ni kama unaona wakati Mungu alikaa na Musa, and it was not a long time. Bwana apewe sifa. Musa ilibidi akirudi anajifunika, because uso wake ulikuwa unang'ara sana. He was infused with God's presence. Alikuwa anabeba utukufu wa Mungu. Kwa sababu ukikaa na Mungu, ukikaa katika uwepo wa Mungu, yani I don't know how to put it, but sijui kama unajua, mkikaa na mtu ambaye anabeba nguvu za Mungu, hata mkiongea na yeye, hizo nguvu zinaweza kukuambukiza ziingie ndani yako. Hata mkikaa na mtu aliye na anointing, huo upako unaweza kuingia ndani yako. Praise the name of the living God. Sasa mkikaa na Mungu, na ile nguvu na uwezo uko ndani ya Mungu, vile mnaendelea kukaa naye, nguvu zake, uungu wake, uhai wake huanza kuingia ndani yako. Na ukiingia ndani yako, unakupatia divine strength. Unaanza kukubadilisha. Mawazo yako yanaanza kubadilika. Unaanza kuona possibilities. Hata kama umetoka jamii maskini, unaona kumbe naweza fanya mambo makubwa. Kumbe mimi sio bure. Hata kama una pesa kwa account, mtazamo wako unaanza kubadilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Anakupatia uweza wa kushinda majaribu. Jesus told his disciples, pray that you may not enter into temptation. Hata mambo yale ulikuwa vulnerable, yani hauwezi kusimama. Majaribu, tamaa za mwili zinakuongoza. Wakati umekuwa na ushirika na Mungu, anakupa ushindi. Mambo yale yalikuwa kama mlima, unayaona yamekuwa tambarare. Praise the name of the living God. Mungu mkikaa na yeye hakuachi bure. The more you interact with God, the more you tap into the life of God. The more you tap into the power of God.
the more you stay. Wengine si tumeshawahi kuwa na hiyo experience, unakaa katika presence ya Mungu mpaka unasema, kwa nini sitapatangi nafasi kama hizi? Una fast, unasikia umekuwa mtu mwingine tofauti. Praise the name of the living God. Why? Kuna nguvu zinaingia ndani yako. If you continue doing that consistently, you'll change without knowing. Utabadilika, watu ndio watakuwa nakwambia umebadilika. Utakuwa unazungumzia watu, ukizungumza wanasikia maneno yako, sio tu maneno. Jesus said the words I speak, they are life and they are spirit. Unaongea maneno, kumbe hata ushuhuda wako sio tu ushuhuda. Unakuta ukipatolea mtu ushuhuda, anakuwa excited, encouraged. Mwingine hata ushuhuda wako unaleta uponyaji. Because you are a carrier of divine presence. Hey, Shakabaganda Bazia Rabina. May you become a carrier of divine presence in the mighty name of Jesus. Ndiposa Yesu akasema, Martha, unasumbuliwa na mambo mengi, lakini kile Mary atakachopokea hakitaondolewa. Kwani ni nini hiyo Mary alikuwa apokee? At the feet of the master. Na uwezi ondoa. Unajua unaweza ibia mtu pesa, umuimbie guo, mchungaji unyang'anywe kanisa. Praise the name of the living God. Lakini kile kiko ndani yako, hey, hakuna anayeweza kukuibia. Praise the name of the living God. Na unajua pesa zinaletwa na kile unabeba. Ushindi unaletwa na kile unabeba. Kwa hivyo hata wakiiba vitu physical, wakikunyang'anya vitu physical, praise the name of the living God, hata wakichukua kazi yao, kile unachobeba kitafungua mlango mwingine. Praise the name of the living God, because you are not alone. You are a carrier of divine presence. In the name of Jesus, this is the benefit of prayer, that when we spend time in the presence of God, we are infused with God's power, the life of God. Hallelujah. Uhai wa Mungu unaingia ndani yetu. Tunaanza kubadilika. Tunaanza kufanana na yeye. Praise the name of the living God. Hallelujah. Musa hawangeweza kumwangalia. Na tunajua Mungu ndiye hawezi kumwangalia because anakaa in unapproachable light. Lakini wakati Musa alikaa na yeye Musa alianza kukaa kama Mungu. Wewe na wewe ukikaa na Mungu sana, munaanza kufanana na yeye. Hey! Na unajua language ya Mungu ni language ya imani. He calls things which are not as if they were, as if they were. I discovered ukikaa na Mungu sana, language yako huwa inabadilika. Language ya kushindwa inaondoka ndani yako. Unaanza kuongea, hata watu wanaweza kuona kama uko na kiburi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unajua Mungu hawezi kusema ati deda kukura gashau gatwike ng'ombe. Ati nataka kunua hii dama niipatie nyasi ikue ng'ombe kubwa. Mungu anasema I have 1,000 cattle in 1,000 hill. Praise the name of the living God. So ukikaa na Mungu, imani yako inaanza kwenda juu. Imani yako inaanza kwenda juu. Na unakuta declaration yako juu ya maisha yako inabadilika. Praise the name of the living God. Mtazamo wako wa maisha unabadilika. That is why wakati David aliona Goliath anatisha watu, na ni kijana tu, alisema nani huyu Mfilisti? Because of his relationship with God. Because of his spending time with God. Yani anaona Goliath ni kiradu borado. Huyu ni kijana hajatairiwa, anasumbua watu hapa. Uncircumcised Philistine. Na kuja kusumbua watu hapa. Watu wanauliza, huyu kijana ni wa nani? Saul anauliza. Mbona ako na ushujaa hivyo? Anaongea namna gani? Hajakuwa mtu wa vita. Anapewa mavazi ya Saul. Anasema I cannot go with this. I am not used to them. I am used to the presence of God. As long as God is with me. Hey! Praise the name of the living God.
Haleluya. Daudi alikuwa anasema hata jeshi likija sitaogopa. I can scale a wall. Hata nikiona ukuta ninaona njia, sioni ukuta. Hey, because yule ninayebeba hawezi zuiliwa. Wewe haukuona akitoa Petero gerezani, walikuwa na minyororo kwanza ilianza kuanguka peke yake. Yaani nyororo zinauza, kwani tulifunga nani? Mlango wa gereza ukauliza kwani tulifungia nani? Mlango wa kwanza ukafunguka, wa pili ukafunguka. Walipofika main gate na ni ya chuma, malaika hakuanza ati kupiga teke funguka. Hapana, mlango uliwaona ukauliza kaito hige ile tulifungia nani? Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo Mungu anakaa. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanavuka Jordan iliwaona. Muimbaji wa Ibo akauliza Jordan, kwani uliona nini? Because Jordan ilitoroka. Na ilitoroka upstream. Yaani maji ilikuwa inateremka hivi. Wakati iliona Mungu ikaanza kupanda mlima. Hey! We serve a mighty God. He changes the course of nature because he is a mighty God. He is a creator of everything. Praise the name of the living God. Bahari ya Shamu ilimuona ikatengeneza njia. Naturally maji haiwezi tengeneza ukuta. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanagonga. Nafikiri wale watu wapotovu walikuwa wanajaribu. Wanagoga ukuta ya maji hivi waone itafanya nini. Unaweka tu mkono hivi unatoa. Na imesimama tu hivyo. Yaani kwa sababu inasema hatuwezi. Pray! Hey! Nani kama Mungu wetu? Praise the name of the living God. Unajua wakati niliokoka, kuna mahali tulikuwa tunakaa. Na tulikuwa vijana. Nilikuwa sikukunywa pombe sana, lakini tulikuwa tumeanza hiyo tabia baya. Sasa lakini nilikuwa na ujuaji wangu. Sasa wakati nikuja nikaambia vijana wale tulikuwa nao ati mimi nimeokoka. Waliuliza Kimani anaweza kuokoka na vile ni mjuaji? Nikawaambia sasa ndio nimekuwa mjuaji zaidi. Nikawaambia nataka kuwa mjuaji kama watu wale nimeona kwa Biblia. Hakuna mtu mjuaji kama Danieli. Unamuweka kwa tundu la simba, anakaa na simba hapo, ni kama huyo ni mjuaji. Hakuna wajuaji kama Shadrach, Meshach na Abednego. Wanaambia Nebukadneza, wewe fanya kile unafanya, lakini mambo ya sanamu hatutainamia. Hao ndio wajuaji. Wajuaji wanatupwa kwa moto. Wale wanawatupa kwa moto wanachomeka. Lakini wao wanaingia kwa moto, wanaanza kuimba kusifu. Gayoyo wa kiro de mwendete. Gayoyo. Hey, praise the name of the living God. Hao ndio wajuaji. Praise the name of the living God. Nikasema ujuaji mwingine tulikuwa nayo, ukiona Land Rover ya polisi unapiga sengenge huko, unaenda kulala kwa mtaro. Ujuaji unaenda kufanya usharati hapo, unashikwa na ukimwi. Unaanza kukonda hapa bure mpaka tunafikia ni kusmile, kube ni mawe, meno iko nje kwa sababu ya kukonda. Sasa hiyo ni ujuaji gani? Unajua tukiwa vijana kuna ujuaji mwingine tunasema ni ile ujuaji badala ya ulenge kwa shimo ya choo na unasema mimi ni mjuaji. Sasa hiyo ni ujuaji gani? Hapo hakuna ujuaji. Ujuaji ni kujuana na Mungu wa mbinguni. Hey! Praise the name of the living God. Ujuaji ni wa mtu kama Elijah. Inchi iko na njaa, tai inamletea chakula. Imagine tai inaleta chakula mchana, asubuhi, jioni, na ni nyama choma. Hao ndio wajuaji. Praise the name of the living God. Nataka kuwa mjuaji
anayetembea na Mungu. Ujuaji wa usinzi na usherati na kuvuta bangi ni ujuaji wa utoto wa kujiharibu maisha yako wewe mwenyewe. Nataka kuwa mjuaji wa kutembea na Mungu, wa kutembea na utakatifu. Hey! Nataka kuwa mjuaji anayetumiwa na Mungu katika kizazi changu. Mambo yale Yesu alifanya, nikaweze kutumiwa, nikafanye mambo makubwa zaidi. Hao ndio wajuaji. Hey! Wanajuana na Jehova. Na ukiogopa Jehova, hauna lingine la kuogopa katika maisha haya. Praise the name of the living God. Situpate wajuaji kadhaa Kitengera. Sio ujuaji ya kuwa na mpango ya kando. Na unajua niko naye na bibi yangu hajajua. Mjinga. Hiyo sio ujuaji. Praise the name of the living God. Ujuaji ni kutembea na Mungu. Ni kutembea katika utakatifu. Hey! Ujuaji ni kukesha peke yako na presence ya Mungu. Unasema leo usiku nimekuwa na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Ameninenea juu ya hatima yangu. Ameniambia mambo yale anataka kufanya na maisha yangu. Hao ndio wajuaji. Shatarabaganda bashanda baganda Ilai shandai rabi. Si Mungu ainue watu ambao watatembea na Mungu, watakuwa karibu na Mungu. Rika baganda bashanda baganda bazaya. Rika baganda. It is an impartation of the grace of prayer. In the mighty name of Jesus. It is an impartation of the grace of prayer. In the mighty name of Jesus. The Bible says you pour upon the house of David. Reka maganda mashanda. The grace of supplication. Si Mungu akumwagie neema ya maombi. Jioni ya leo uanze kuomba kwa njia ya tofauti. Reka baganda bashanda baganda. Reka baganda bashanda baganda. Uanze kuconnect na Mungu. Uanze kujuana na Jehova. Watu wanaishi siku wanacho wanaogopa. Uoga umejaa. Watu wanakuwa intimidated. Reka maganda mashanda baganda. Lakini tukijuana na Mungu, hata tukisikia kuna maandamano, tunajua kunaye Mungu ambaye yako na neno letu la mwisho. Reka baganda bashanda baganda. Hatutatishwa. Reka maganda mashanda na adui na shetani na mataifa hayatatutisha. Reka baganda bashanda ba. Reka baganda bashanda. Naomba katika mkutano huu, ondoa mambo yale yote yanayokuzuilia uwe na ushirika mzuri na Mungu. Oh my God. Oh my God. Si Mungu. Biblia imetuambia there is no one who strives to get hold of him. Oh, watu wanang'ang'ania mambo mengi. Oh my God. Lakini tunahitaji Mungu. Tunahitaji Mungu kizazi chetu. Tunahitaji Mungu majira haya. Manyumba ya gorofa tumeona yakianguka kule Turkey. Yanaanguka like a house of cards. Kama ile nyumba tulikuwa tunatengeneza na misogoro. Watu wanaangukiwa na hayo manyumba, wanakufa. Afadhali kujuana na Mungu. Afadhali kushikana na Mungu. Afadhali kushikana na Mungu. Mabilionea wengi walikufa wakati wa COVID. Lakini mimi Mungu akaniokoa. Hata kama sikuwa na pesa nimejiwekea. Oh my God. He is my healer. Oh my God. I have a personal doctor. He is the Lord who healeth me.
Oh, mtu asikuringie akwambia ako na personal doctor, akwambia ako na personal lawyer. He is your advocate. He is our paracletos. In the mighty name of Jesus. Aliambia wanafunzi, musijali mukienda mbele zao, mimi nitawapatia maneno ambayo ni ya hekima. Shatarabaganda, na hekima yao haitaweza kuwashinda. Reka maganda. Kanisa, tuondoe vizuizi vyote, tushikane na Mungu wa mbinguni, tujuane na Mungu wa mbinguni, tuwe na ushirika. Tumetegemea wanadamu miaka mingi, wanasema lazima tuhalalishe ushoga, lazima tuhalalishe mambo machafu. Baada ya kuwategemea, wanatuambia lazima tuende kwa miungu mingine. Afadhali Jehova, Africa shall be saved. Hey, not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Africa itatafuta Mungu katika shida zetu, katika mateso yetu. Tutatafuta Jehova, tutamlilia Jehova, tutatafuta kushikana na yeye. Of the gospel, Africa. Shatarabi, samehea waliopoteza ushirika na wewe. Oh my God. Rimashanda baganda, Zakayo aliposamehewa, Rika maganda akasema hata imali nimeiba sina haja, hii utajiri nimejiwekea iende ikasaidie mashua. Alisikia ameingia kwa pumziko. Hesha kama ganda, Jehova anakupatia pumziko la kweli. Reka maganda bashanda, reka maganda. Sikia, wacha nimalize na hii ya tatu. Prayer gives answers to hard situations. Maombi hupatiana majibu katika hali ngumu ambazo mwanadamu hawezi, ambazo hata ukisaidiwa. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Mungu anasema, I am the God of all flesh. Is there anything that is too hard for me? Be rescued from the hands of the mighty. Je, wokovu unaweza patikana kutoka mikononi mwa wenye nguvu? Biblia inasema ndio, inawezekana, kwa sababu Mungu wetu hakuna mahali hawezi onyesha wokovu wake. Praise the name of the living God. Hallelujah. Vile mimi nimeona Mungu akijibu maombi, hata mwaka jana vile Mungu alivyosaidia Kenya, hata sasa sina wasiwasi. Ninajua Mungu atafanya tena. He is the same yesterday, today and forever. Ako na uwezo wa kutuokoa kutoka mikononi mwa wenye nguvu. Are as nothing. They are like a drop of water in a bucket. Yani mikononi mwa Mungu hata mataifa yote, they are just like a drop of water in the bucket. Praise the name of the living God. What a mighty God we serve. Naomba imani ya mtu inuke na uanze kuona ya kwamba jambo linalomshinda Mwenyezi Mungu. I declare a harvest of miracles. I declare a harvest of answered prayers. In the mighty name of Jesus. Simama na miguu yako kila mahali, kwa sababu tunaenda kuomba. Rika maganda bashanda bazia. Rika maganda bashanda baganda. Rika maganda bashanda. Samueli akasema, sitafanya dhambi kwa kukosa kuwaombea ninyi. Prayerlessness is a sin. Wakati unakosa kuomba, unakubalia kazi ya shetani inaendelea bila kupingwa. Wakati unakosa kuomba, unafanya mambo yale ambayo hayakuwa yanatakikana yafanyike. Petero wakaambiwa na Yesu, shetani alikuwa anataka kupepete kama ngano, lakini nimekuombea. Tunapoomba, tunazuilia mipango ya shetani, tunazuilia mapando magugu ya shetani yaweze kupandwa.
Lakini jioni ya leo, wapendwa, mimi na wewe tunahitaji Mungu atuongezee neema ya maombi. Wangapi wangependa kuomba zaidi ya vile unavyoomba? Praise the name of the living God. Hata mimi ningetamani Mungu anisaidie nikaweze kuomba. Biblia inasema kitabu cha Zakaria ya kwamba atamimina the spirit, the grace of supplication. Mungu anaweza kutupatia neema hiyo ya maombi tunapotamani kuwa na ushirika na yeye. Kuwa na ushirika na Mungu ni vita. Mambo mengi yatakuja kukuondoa, kwa sababu shetani anajua ukishikana na Mungu utaharibu kazi yake kubwa. Utakuwa chombo ambacho Mungu anachotumia. Ningependa Mungu atusaidie, sio tu hata kuomba tu maombi mengi, but quality prayers. The Bible says the prayers of a righteous man availeth much. That means the prayers of a righteous man are potent. Yako na uwezo wa kuzalisha. Lazima tumwambie Bwana usiku wa leo, tusamehe dhambi zetu zinazofanya maombi yetu yawe vuguvugu na yasiwe na nguvu. Siku ya leo, kama uko pale na haujaokoka, umekuwa mtu wa kawaida, umetembelea njia za dhambi na unasema Bwana Yesu nisamehe dhambi, ningependa nikuombee kwanza kabla sijaomba hilo ombi lingine ambalo nitakalo omba. Taomba maombi matatu. Kwanza, inua mkono wako kama unataka kumpa Yesu maisha yako kila mahali. Unasema I am a sinner. Even though I've been in the church, I want to give my life to Jesus. Asante kwa hiyo mikono. Inua juu. Wacha kuwaibikia watu. You need God. You need God. Yes, thank you. Thank you. Nitawaita hapa mbele because I want to pray 2 more prayers before we come to the end. But as we bow our hands, you are there and you are pleading for God's mercy, for forgiveness. Inua mikono yako miwili. Kila uso umeinamishwa. Kila mmoja wetu anatamani msamaha wa Mungu. Kila mmoja wetu anatamani huruma za Mungu zitushukie. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. We need your mercy. Forgive our rebellion. Forgive our sin. Forgive us, oh God, our sacred sins. Can everyone go before the Lord asking for mercy? Wale wameinua mikono, omba ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa ambazo nimekufanyia. Mimi ninatubu siku ya leo. Nisamehe, niokoe, nijaze na Roho wako Mtakatifu, nisafishe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, nifanye kiumbe kipya kuanzia siku ya leo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kila mmoja fungua kinywa chako sasa. Sisi wote pamoja tumwambie Bwana tusamehe dhambi zetu. Wapendwa, nilisema mwanzo, ushuhuda wa Mungu ni zaidi ya ushuhuda wa wanadamu. Watu wanaweza kukuheshimu, wanaweza kuniheshimu na ni vizuri, lakini ninajua njia zangu. Si tumwambie Bwana tutakase, tusafishe Bwana, tusamehe dhambi zetu, tusamehe makosa yetu, tusamehe Bwana mambo yale yote yamezima moto wa maombi, tamaa ya mali, tamaa ya vitu vya dunia hii. Oh my God, forgive us the sin of prayerlessness. Forgive us the sin of materialism. Oh my God, tumeangalia mambo ya vitu sana badala ya kuangalia uwepo wa Mungu na ushirika na Mungu. Mwambie Bwana, niondolee laana ya kutegemea wanadamu. The Bible says cast. Kuna laana inashuka juu yako kwa kutegemea watu sana, kushinda ukiangalia watu. Nani yako kusaidia? Nani alikusaidia? Wengine hata tumezungumzia washirika vibaya. Tumwambie Bwana atusamehe. Wengine umezungumzia watu walio na pesa vibaya kwa sababu uliona wako kusaidia. Amelaaniwa ategemeaye mwanadamu. Mwambie Bwana, nisamehe kule nimeenda Misri kutafuta msaada. Nisamehe Bwana kule nilienda Bwana. Oh my God, ningekuja kwako ungenisaidia. Shatarabaganda bazaya. Rikabaganda bashanda baganda ba.
Oh, nasema tujitakase mbele za Bwana. Nasema tufue mapambo yetu, hata kama tuko na cheo, hata kama tuko na utajiri. Wacha tujue, oh my God, kuna shida ambazo pesa haziwezi suluhisha. Tumwambie Bwana tusamehe, hatuja kudhamini na kukutafuta vile inavyotupaswa. Forgive us, oh God. Oh my God. Elai Shaddai Rabbi. Elai Shaddai Rabbi. Forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Reka maganda. Tuondoa kila aina ya uchafu katika maisha yetu, mawazo yetu, miungu yote ambayo tumeiweka mbele. Oh, shatara maganda. We have idolized our phones, the social media. We have idolized our TVs. Tumezipatia wakati mwingi hata kuliko Mungu, na zinaendelea kutunajisi. Tumwambie Bwana tusamehe, tusafishe. We have idolized our husbands, our wives. Tumeona hao ndio msaada wetu. We have idolized our children, wale wanaotusaidia. Tumewaheshimu kuliko Mungu. Tumwambie Bwana tusamehe, tusamehe. Wengine tumeidolize our career, our business. Zimekuwa miungu. Huduma zetu zimekuwa miungu. Tumwambie Bwana, forgive me Lord. Forgive me Lord. Chochote kimechukua nafasi yako Bwana, nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Chochote kimechukua nafasi yako. The Bible says, where your treasure is, there your heart will also be. Nini hiyo imebeba moyo wako? Mwambie Bwana, chochote nimeweka kama Mungu. Shakabaganda. Nimeweka kama tegemeo. Wengine tumeidolize masomo yetu. Ni vizuri kuwa na masomo mazuri, lakini bila Mungu. Shakabaganda ba. Rekabaganda ba shanda ba. Rekabaganda ba shanda. We remove every idol and we repent. We repent, oh God. Repent the sin of prayerlessness. Wengi tunajua hatujaweza kuomba vile tunapaswa kuomba. Tumwambie Bwana tusamehe Bwana. Oh kanisa, Bwana tusamehe. Oh, tumesikia juu ya maombi. Oh, tuache deception. Biblia inasema tunaposikia na hatutendi tunadanganyika. There are so many teachings on prayer, so many programs on prayer, but very little prayer. There is still a lot of prayerlessness. Shakabagandama. Rekamagandama shandaba. Rekabagandaba shandaba. Rekabagandaba shanda. Rekabagandaba shanda. Rekabaganda. Can you commit yourself to the Lord? Until the Lord, I'll pray more. I'll seek you the more. I'll seek you the more. I'll seek you the more, Lord. I'll dedicate more time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Give me the grace of prayer. Sasa omba neema. Omba neema. The praying anointing. Shatarabagandaba. Rekabagandaba shandaba. Rekabagandaba shandaba zaya. Rekamaganda. Wale hawajawahi kujazwa na Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Hata wale wamejazwa hatujui jinsi ya kuomba, Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kuomba. Roho wa Mungu ndiye anajua njia ziendazo kilindini. If you desire to launch into the deeper, it's only by the Holy Spirit. Receive the spirit of prayer and intercession in the name of Jesus. Yes. Mufanye Yesu kuwa rafiki. There are people who are going to launch into the deeper. They are going to launch into the deep of prayer. They are going to launch into the deep of prayer. Oh my God. Oh my onitazama. Oh my God.
We are committing ourselves to prayer. A life of prayer. A life of seeking the face of God. Yes. Yes. For our nation. For our generation. Receive the grace of prayer. Yes. Shataraba gandaba shandaba. Rekaba gandaba shandaba gandaba zeria. Rekaba gandaba shandaba ganda. Oh, utaomba risari moja. Utaomba masaa mawili. Utaomba masaa matatu. Utakesha. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nisikie. Nataka kuomba na Mungu ataachilia neema kubwa. Wiki jana nilikuwa ninahubiri. And as I was praying, as I was preparing to preach, the Holy Spirit ministered something to me. Because niliona jambo hilo kwa njia sikuwa nimeliona tena. Na akaniambia, many people see the attacks in their family, in their finances, in their ministry, in their career, but they don't recognize when their prayer life is under attack. They don't recognize. Some people don't even count it as an attack. But the first thing that the enemy attacks in your life, before he attacks everything else, he attacks your prayer life. Because once your prayer life is attacked, then the enemy will have a free day to destroy everything else in your life. Because when you pray, you release a prayer cover. Yesu akamwambia Petero, shetani alikuwa anataka kupepete kama ngano, lakini nimekuombea. Prayer releases a prayer cover. Shetani hataki taifa hili liwe na maombi. Hataki kanisa iwe na maombi. Kanisa ambayo haiombi ni kanisa ambayo shetani anajua hapa naweza kufanya chochote ambacho ninachotaka. Tonight I destroy every attack over your prayer life. Yes! Kila mshale wa adui katika maisha yako ya maombi nina uharibu. Kuna watu wanajua wanapaswa kuomba zaidi. Kuna watu wanajua na wanapaswa nijipatiane zaidi. Lakini kuna mshale wa adui, ndiyo maisha yako ya maombi yadhoofishwe. Biblia inasema kitabu cha Danieli, roho ya mpinga Kristo itafanya kazi kwa kuwadhoofisha watakatifu. Watakatifu watadhoofishwa, wasisome neno, wasiombe, wasijipatiane kwa mambo ya dhabihu za kumtolea Mungu. Watadhoofishwa kwanza. Hiyo roho inafanya kazi. Watu wengi wanajaribu kusoma Biblia wanashindwa. Watu wengi wanajaribu kuamka asubuhi waombe hawawezi. Watu wengi wanajaribu kufunga, unajikuta unakula bila kutaka. It is a demonic attack. This attack of the enemy must be broken tonight. Yes, I release your prayer life now. Receive the grace. 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 Watoto wako hataibiwa, huduma yako haitaibiwa, kipawa chako hakitaibiwa, kanisa lako, huduma yako haitaharibiwa. Pokea neema ya maombi zaidi. Pokea neema zaidi. Shataraba gandaba shandaba. Mwambie Bwana, nimekataa kudhoofishwa. Nimekataa udhaifu. Nimekataa uvivu wa kiroho, uvivu wa maombi, uvivu wa neno, uvivu wa kukutafuta. Biblia inasema he is a rewarder of them that diligently seek him. Mungu anataka tumtafute kwa bidii. Mwambie Bwana, nimeondoa uvivu wa maombi.
uvivu wa neno, uvivu wa kukesha, uvivu wa kukutafuta. Kuna watu Mungu anataka watumie kwa njia kubwa. Wacha niombe. Kuna huyu ndugu moja alikuwa naomba pale mlimani, ni mchungaji. Mungu akawa anamnenea juu ya hatima yake na vile Mungu anavyotaka kumtumia. Lakini alipokuwa anamalizia kumzungumzia, akamwambia, lakini hiyo tu maombi unaomba, uachane naye na uanze kuomba. Mungu anamuongelesha juu ya hatima kubwa, lakini akamwambia, your prayer life cannot take you where I desire to take you. Your prophetic destiny is greater than your prayer life. And I know this applies to so many of us, that we have a great destiny, but our prayer does not equal our prophetic destiny. Even as a nation, this nation is a nation of destiny, but the prayers of the church, and I mean quality prayers, must be offered on behalf of the destiny of this nation. Usiku wa leo ombi na haribu wa mshale sasa, kwa mamlaka ambayo Bwana amenipatia, ninakufungua sasa, ninakuachilia sasa. Nguvu za Mungu zinashuka juu yako, zipokee sasa. Unafunguliwa. Hiyo ataka on your prayer life, hiyo ataka inaondolewa. You are a deliverer. Saviors will come from Mount Zion. You are a savior, you are a deliverer in your family, in your city, in your nation. Receive the grace of prayer now. That attack of the enemy over your life is broken tonight in the name of Jesus. Koribaraba shanda baganda. Pokea hiyo neema inashuka juu yako kila mahali. Upande huu, pokea hiyo neema inashuka juu yako. Oh my God, wewe hautazuiliwa tena. Reka maganda mashanda. Kuna watu wanangojewa na mataifa hapa. Reka baganda, lakini maombi yako yako chini. Ninasema moto wa maombi uwake juu yako. In the name of Jesus. 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 I release you from the attack of the enemy in your prayer life. Hey. Shatarabaganda bashandaba. Rekabaganda bashanda. Rekabaganda. Wengine Mungu tayari amekuonyesha kile anataka kufanya na maisha yako. Ni wewe anangojea. Amekuonyesha tayari vile anataka utembelee upeo wa juu, lakini maombi yako chini. Sasa ninainua kiwango chako cha maombi. The kingdom of God suffered violence, and the violent shall take it by force. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take your prayer life back by force. By force. By force. By force. By force. By force. Yes. Shatarabagandaba. Rekabaganda bashandaba. Rekabaganda rabashanda rababozaya. Rekabaganda. Wale mlikuwa mmenyamazishwa, ninafungua kinywa chako. Ninafungua kinywa chako cha maombi. Rekabaganda. Utaomba kwa barabara, utaomba kwa gari, utaomba kwa kitanda chako. Rekamaganda bashanda. Utafunga bila kung'ang'ana. Rekabaganda rabashanda. Kuna nguvu zimeshuka. Rekamaganda bashanda juu ya watu ambao Mungu anataka kuwatumia. Rekamaganda, lakini maisha yao ya maombi yalikuwa chini. Hao watu mahali walipo
Ninawaita sasa wapokee hiyo neema. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Funguliwa sasa, minyororo inakatika, vizuizi vinaondoka. Ndio, 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 ndio. Shatarabaganda rabashanda. Rikabaganda rabashanda baganda. Rikabaganda. Waliokuwa na prayer life iliyo na nguvu, lakini hiyo prayer life uliipoteza. I declare a word of restoration of your prayer life. Ulikuwa unaomba maombi, unasikia nimeomba. Ulikuwa na ushirika ambao unashikana na Mungu kabisa, ungesikia sauti ya Bwana. Maombi yangewekwa ndani yako kama kaseti. Unaomba, unajua sio mimi ninaomba, ni Roho wa Mungu anaomba akiwa ndani yangu. Rejeshewa hicho kipawa, rejeshewa hiyo neema. Hey, 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 hey. Shatarabaganda. Roho wa Mungu angeweka maombi ndani yako. Rimashanda baganda bazaya. Rikabaganda rabashanda. But you are attacked. Na wengine hata hukujua, ulifikiria maisha yanaendelea kama kawaida. Rikamaganda. But when the enemy attacks your prayer life, anaweza leta magonjwa, anaweza leta shida zingine, anaweza rusha mishale mingine. Lakini usiku wa leo, Baba, ninaombea watumishi wako wote, wengi walio katika nyumba hii, wengine hawana majina makubwa, lakini unasema wanangojewa na mataifa. Wewe uko na ushuhuda wao ya kwamba ni watu wakubwa. Sasa ninaomba Bwana, wamwagie nguvu zako za maombi, wamwagie roho wa maombi. Ndio, 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 ndio. Hey, 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 hey. Hata wale waliotenda dhambi patie nafasi ya pili, wahurumie. Waliingia kwa majaribu, wahurumie. Mercy Lord, mercy Lord, mercy Lord, mercy Lord. God is calling the church back to the place of prayer. Hezekia akasema, huyu ni wakati wa matukano, wakati watoto wamefika wakati wa kuzaliwa, lakini hakuna nguvu ya kuzaa. Wapendwa, may God give us the grace to push, to push. May God give you the grace to push. Watu wengi wanasikia there is a crowd hanging. Kuna baraka Mungu amewaachilia, kuna ushindi Mungu amewaachilia, but the power to push is not there. Receive it. The power to push. Pushing in prayer. 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 Yes, 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 yes. Kelabag Rekabaganda bashanda. Inua mikono yako, sema, Bwana Yesu, nimepokea neno lako juu ya maombi. Nisaidie kuomba kama vile wewe ulivyoomba ulipokuwa hapa duniani. Roho ya dini ya maombi ninaiondoa juu yangu. Ninakataa udini wa maombi, na ninaomba sasa nimwagie roho wako wa maombi anisaidie kuomba, nizalishe makusudi yako. Every attack in my prayer life be broken. Ninapokea sasa neema ya maombi katika jina la Yesu. Amen. Amen. We give you praise, O God. We give you glory. We give you honor.